Bwana Yesu apewe sifa sana. Shalom shalom. This is Prophet Romney. Neno la Mungu katika Yohana 8 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 10 linasema, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Mstari wa 6, nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa kwa dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Mstari wa 10 unasema, Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, nenda zako wala usitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, neno hili liko very clear, very simple. Ni neno ambalo liko wazi sana. Mwanamke huyu alivyokuwa amefumaniwa akiwa katika kitendo kile cha kuzini, na ilikuwa ni sheria zamani, mtu akikutwa amezini, mwanamke yule anapigwa mawe mpaka afe. Sasa huyu mtu alifumaniwa na ushahidi upo 100%. Kama alikuwa anajua kabisa kwenye situation kama hiyo, you know hauponi, unajua kabisa hapa hamna chance ya kupona. Lakini mwanamke huyu amepona mikononi mwa Yesu. Kwenye mazingira ambayo alidhania hakuna njia yote ya kwenda nje, ya kujikomboa, ambapo kwa wengi wetu hapa hiyo ni hali ambayo tunaipitia mara nyingi wala si mara moja. Kwa maana unajikuta hapa kwenye hii changamoto, mimi natokaje hapa? Walioajiriwa nao hii situation inawapitia sana. Unajiuliza, katika huu wanaita msala, katika huu msala ambao nimejiingiza ama nimeingia, maana ukiangalia ushahidi upo kweli, kufanya kosa umefanya kosa kweli, unatamani kubadilika sawa, lakini tayari ushakamatika, hauna namna ya kutoka. Niko hapa kukuambia, kama upo kwenye situation kama hiyo, basi amini hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu, kwa maana tatizo lako ni dogo sana. Ukimshirikisha Mungu kwenye maisha yako, hilo tatizo ni dogo sana. It is very little. Your problem is very small. Your problem haina kina kirefu. Tatizo lako lina kina kifupi. It's very shallow. Yani utatoka pasipo kupata hata mshubuko wowote. Kwenye hizo situation ambazo ni ngumu, utatoka pasipo kustruggle. Kwa sababu neema ya Mungu ikiamua kuzungumza juu ya maisha yako, protocols hazina nguvu tena. Huruma za Mungu zikiongea juu ya maisha yako, kesi zote zilizo juu yako hazina umuhimu tena, maana zinafutika. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, haijalishi ni situation kubwa ya namna gani ambayo imekukumba wewe hapo ulipo, but I prophesy over your life kwamba Bwana akakutoe katika hiyo scenario, Bwana akakutoe katika hiyo situation. Yesu Kristo akakuweke huru kwa jina la Yesu Kristo. Kama ambavyo hawa waliondoka kuanzia wazee mpaka vijana, wote walikuwa wanataka kumpiga mawe, hawakuweza kuthubutu kuchukua jiwe na kumpiga. Ndivyo ambavyo Bwana atakulinda na wewe kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema popote ulipo. Amen.